kiumbe huyu malakul maut kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu hajui kabisa kabisa nani na nani atakufa leo au nani na nani watakufa kesho. Hajui kabisa, kwa sababu alimul ghaib, mwenye kujua siri ni Allah peke yake. Hajui. Kaifa yaarif, anajuaje ikiwa tayari dunia kama meza, macho yote ya wanadamu yapo kwenye mwili wake. Juu kabisa huko Mwenyezi Mungu ameotesha mti. Mti huu una auraq, una majani, na majani yake yana idadi ya majina yetu. Sasa Israeli pale alipo, dunia kama meza, ikiwa wewe siku zako zimefika, basi jani linaanguka jani ambalo lina ismun mpaka kwenye meza. Israeli anaona jina lako, huyu fulan bin fulan. Duniani malaika wote, akhira yani mbinguni, katika mbingu malaika wote wanasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kad mata fulan min qabli 40 yawman, kabla siku 40 tayari jani limeshaanguka. Likianguka huku mwanadamu ima anaumwa au anakwenda na pirika zake, anasubiri pengine ajali au anasubiri hatima ya mwisho. Lakini siku 40 tayari mbinguni kote malaika wanasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kad mata fulan wa huwa hayyun fi dunya yamshi wa yataharraku. Hali ya kuwa duniani mtu yuko hai, anakwenda huku anarudi kule, lakini mbinguni malaika wote wewe hawana hisabu. Tayari jina lako limeshashushwa, limeanguka katika meza hii. Malakul maut anapomuona mtu anaumwa, anauliza ya Rab, mata akbaz ruhahu, namtamani yule, muda gani nitoe roho yake? Yani anaomba, ya Rab, mbona wanaumwa hawa bado? Anaambia bado, ikiwa tayari nitakuonyesha alama. Alama ya kwanza ndo hii, ninaanguka jani katika meza yake. Alama ya pili, kuna malaika ambao wanatupa sisi pumzi. Kuna ana dhamana ya pumzi, kuna malaika ana dhamana ya riziki. Basi wanamfuata malakul maut, wanaambia ya malakul maut, kad tamma nafasu fulan ibn fulan, pumzi za kijana fulani zimeshakamilika. Akitoka anakuja mwingine, ya malakul maut, kad tamma rizqa fulan ibn fulan, riziki ya fulani imeshakwisha. Anakwenda mwingine anamwambia kad tamma ajalu fulan, ajali ya mtu fulani imeshamaliza. Wanakwenda kumpa ripoti malakul maut. Akishampa ripoti hizi, sasa hapo tayari ana kila alama na kila dalili kwamba aje kwako. Ndio zile siku za mwanzo mgonjwa amelala, anaanza kukatishwa mawasiliano. Unapomsemesha ndugu yako hakusikii, anawasiliana na viumbe vigeni ambavyo yeye alikuwa mwanzo havioni. Anaanza kuona vivuli, kanzu kubwa zinaingia, mara zimetoka, mara utamuona mgonjwa ameshtuka. Unasema mgonjwa ameshtuka, ameona vitu ambavyo vipya hajawahi kuona katika maisha yake. Macho yake Mwenyezi Mungu ameshayazibiwa, anaona vitu ambavyo mwanzo alikuwa haoni. Wanaanza kurandaranda, ndani ya siku 2-3 wanapita pita. Nyumba yenyewe ndio hii, kwa sababu malakul maut ana timu yake, wako wengi sana hawa, yeye ni mkuu tu. Kwa ushahidi Mwenyezi Mungu anasema